It's love. Haya ni mapenzi, haya ni mapenzi. It's love. Haya ni mapenzi, haya ni mapenzi. Mkosi gani lakini suluhisi kupenda wala kupendwa? Frankie, kwani unanifanyia hivi kila siku mimi tu? Haya mapenzi yanaweza fanya ukakosa furaha, na pia mapenzi yanaweza fanya mke wangu. Haya mapenzi yanakosesha amani kabisa. Unempenda kupendi, kweli anaumiza. Kuna nini mke wangu? Mke wangu, niache, mimi sio mke wako. Wewe sio mke wangu? Mbona nimetoka asubuhi mapema, ulikuwa na furaha, ulikuwa unazungumza, tulicheka, nimekuaga vizuri mke wangu, naenda kazini. Lakini narudi umebadilika. Niambie nini kimetokea mke wangu? Sikiliza Frank, usinifanye mimi mtoto mdogo. Naomba nijibu. Wewe nani? Wewe ni nani? Nisikilize mke wangu nikwambie. Huyu mwanamke alikuwa mpenzi wangu. Kipindi bado unasoma. Na ndiye ambaye tulikuwa tumeahidiana kufunga naye ndoa. Ila alionekana ni malaya. Alinifanyia tukio moja ambalo siwezi kulisahau katika maisha yangu. Ndipo nilipoamua kumtupilia mbali. Nikakutafuta wewe ambao ulikuwa unanipenda. Nikaona ni vyema nitafute mwanamke anayenipenda. Nikichanganya na upendo wangu, basi tunaweza tukadumu. Nikakupata wewe Remi. Kwa hiyo huyu hana nafasi kwenye maisha yangu kwa sasa. Nafasi unayo wewe Remi. Nyamaza kulia mke wangu. Nakupenda mke wangu. Nyamaza. Nyamaza mke wangu. Fasheni, mimi sipendi wanaume vibonge. Huwa wanatoa harufu. Na maanisha wananuka. Na ndio maana nikakuchagua wewe. Hiyo ndio sababu hata ukinisaliti huwa nakusamehe. Nakupenda sana Fasheni. Usijali Tamika. Nakupenda pia. Na kama unavyojua, wanaume vimbao hatunaga show mbovu. Mimi ni wako na ndio ushanipata tena. Kwa hiyo utajisazia maraha. Naomba unisikilize. Awamu hii ukinisaliti, Fasheni, nitakuua. Narudia tena. Fasheni, nitakuua. Usijali mpenzi wangu. Na kuahidi sitokusaliti. Lakini kwa sasa naomba tuondoke.
Mpenzi wangu, mimi tayari nimeshakuwa wako. Njoo kwanza, shuka kidogo unikisi, usinionee aibu. Nikukisi tena. Ngoja kwanza niangalie watu. Kuna watu hapa. Sasa waangalie watu wa nini wakati hapa ni kwangu? Nani wa kutuona? Ni kweli nakupenda, lakini sasa kuna macho ya watu unajua sio mazuri. Ngoja kwanza niangalie. Sio tukaita maneno. Maana mimi nikianza tu kusikia watu kwa mtaani wanaongea, naanza kuchukia mara moja. Alafu Nasra, subiri nikwambie. Mapenzi ya kweli hayangalii hivyo. Kwa nini tena uone watu aibu wakati unanipenda kweli? Hau unanichukia unipendi, najisumbua tu bure. Nakupenda sana. Ila hilo umbo lako hilo ndio tatizo. Sinajua tena midomo ya watu. Itanifanya hata mimi nikuone pia wewe ni mbaya. Ila mimi binafsi nakupenda kwa kweli. Kweli? Unanipenda? Ndio. Basi kama kweli shuka chini unikisi. Nikukisi. Baby. Baby, you are confusing me mtoto. Na Kiingereza tena. Unanimaliza mimi. Basi tuingie ndani, nikapaone hata ndani kwako kidogo na wewe. Wataka kuingia ndani? No. Leo naomba tuishie hapa. Siku nyingine utakuja ndani. Haya basi sawa, maana hata unipia hata maji ya kunywa. Usijali sweetie, nitakutumia tu kwenye phone. Ni bwana, siku nyingine ujue nitanuna. Usinone mpenzi wangu, nitakufurahisha. Haya bye. Okay. Mashallah. Kuba babode. Samahani kwa kushtukiza brother. Brother kwema, samahani kwa kushtukiza bana. Mlikuwa mna kisi? Shemeji vipi? Rufa. Umepajuaje hapa? Unaweza kupajua brother. Usitaki kuniambia kwamba umefukuzwa kazi. Ni kweli penyewe, kazi nimefukuzwa ni kweli. Lakini sasa brother, kuna kitu kijui kuhusu tajiri. Kile tajiri kina roho mbaya, hakitaki mimi nipendeze. Na maana kwamba kikinipa hela kila mwezi, mimi nakula zangu pamba. Nachukua majoda na kisasa, kila kitu. Hata nywele siziona, mimi nilikuwa hivi. Kigoma nilikuwa nywele za ajabu ajabu, sasa hivi napendeza kama kina zombi. Na maana brother, kile tajiri kimenifukuza kwamba mimi nilikuwa napata hela na nanunua nguo. Hiyo ni sababu ya kumfukuza mtu kazi brother. Chenye kinataka nini natuma nyumbani, wakati nyumbani kuna mashamba na ukiangalia hata wewe kila mwezi unatuma hela mbegu. Hivi hauoni kama tajiri yako alikuwa anakushauri vitu vizuri? Sasa kama angenishauri vitu vizuri brother, na maana mimi mjini ningekuja saa ngapi? Sikiza Rufa. Umekosea. Na hapa nyumbani kwangu sijajenga. Sasa hivi nina mwanamke. Ni bora ningekuwa sijaoa ningekupokea. Sasa utakaa wapi? Utalala sebleni? Brother, mimi niko tayari kwa lolote. Brother, pekee mimi ndakama paka na upata kazi. Siondoki mpaka nipate kazi hapa, ndio nimefika kwa brother wangu. Rufa, hauwezi kuishi hapa kwangu. Ni bora kama ningekuwa nimejenga, ningetenga chumba kwa ajili ya wageni. Baby, mwache aishi hapa. Unajua kabisa wewe mtoto wa kiume. Akienda huko mtaani si atakuwa muone wewe. Shemeji hapo umenena. Yaani mke umeupe anaga romba hata siku moja brother. Shemeji na roho yako. Kwa unataka wewe aishi hapa? Ndio, mwache tu. Na umekili kwa kinywa chako. Ndio. Karibu. Asante brother, nipo ndo nimefika. Ina maana hapa nitaondoka mpenda kupata kazi. Sawa, lakini utakuwa unalala sebleni. Hiyo lina shida brother, kuko mbavu zilale. Zambe nende pa. Ela.
Shemeji karibu. Sema asante. Nabaki na hela. Kulalama kufuru lakini naona ndo na upoza moyo. Uwepo wako sawa na mwiba kidoleni leta mimegeuka shubiri. Nilipokuthamini nikakupa moyo na kutendwa sikufikiri. Kinywa kizito kukubali ukweli moyo unashindwa na niuma. Mdogo wangu ana kipaji kikubwa sana. Kama akifanikiwa, naamini familia nzima itakuwa imefanikiwa. Mungu, naomba umbariki mdogo wangu na umjaze nguvu katika mapambano yake. Siwezi kubishana na moyo, nimekupenda kipepeo, na hili picha linaonyesha mapenzi yamekwisha. Oh, basi nenda. Mwamu huyo. Safi kabisa. Naona Mwamu una kipaji kizuri cha kuimba. Yaani sauti yako ina uwezo wa kumtoa nyoka pangoni. Mwamu, mbona umetupia sana hivi leo? Kikweli Mwamu, imebidi nifuate ushauri wako. Lakini Mwamu, unaweza kanipisha kidogo tu nina mazungumzo kidogo na dada yako pale. Hamna noma Mwamu. Ila vipi? Siokoti? Najua una matumizi mengi. Kama unavyojua Mwamu wangu. Ishi inaweza kutosha bana. Inatosha sana Mwamu. Ina matumizi kibao mbona? Basi poa. Poa. Mbona unachekacheka sana? Ongea kilichokuleta. Nani? Kikweli ni kwamba mama mtu, mimi nimekubali kubadilika. Kama unavyoniona, nipo tayari mama kwa lolote, na hapa nimekufuata urudi nyumbani mrembo. Kumbe umebadilika kuanzia akili mpaka mavazi, si ndio? Bila kupepesa macho mama. Hongera. Mimi mwenyewe nakuona umebadilika. Ila sina uhakika kama akili yako itakuwa imebadilika. Yaani hapo ulivyopendeza, unaonekana mwanaume wa mtu. Naweza nikajisifia tu kwa marafiki zangu kwamba nina mwanaume, yani nina mume. Nimekubali kurudi nyumbani na nitarudi na tutakuwa wote. Nafurahi kusikia hayo mama. Kikweli moyo wangu umefarijika sana kwa maneno mazuri. Lakini unajua kwenye wakati ambao nipo mtaani bila wewe, maisha yalikuwa ni magumu zaidi. Lakini nafikiri ni wakati sahihi mzuri wa kufanya lile jambo ambalo mganga ametuambia. Una maana gani? Lile la kuua kizazi changu? Ndio, kwa sababu mtaani maisha ni magumu. Je, unafikiria tutakula wapi? Kweli kupendeza kwa mavazi sio kuwa na akili timamu. Yaani nilijua hivyo ulivyopendeza basi kichwani utakuwa una akili timamu kama mavazi yako. Kumbe ni stupid, huna lolote, huna akili mwanaume wewe. Nibebe mimba miezi 9 tumboni kwangu hapa, nijifungue, alafu nikupe mtoto wangu mpelekee mganga mkamnyonge. Baba, hapo umenikosa. Tena nafumba macho nikifumbua nisikuone na masuti yako. Toka. Hujanisikia au? Si utaki kuondoka Mimi naondoka naenda kwa shoga yangu. Na usiku wa leo sitorudi. Lala hapo hapo. Na nisije nikakuona tena katika maisha yangu. Kipala mkubwa wewe. Kwani kuna ulazima kumng'ang'ania mwanamke ambaye hakupendi? Wanawake wapo wengi.
acha ondoke. Shemeji, kumekucha, nataka nifanye usafi. Shemeji waniamsha bado nimelala. Au kisa na sebuleni. Alafu shemeji unajua kabisa usingizi ni deni. Na ndikao nilipe. Wewe ndio unaweka mimi kwenye madeni. Talipa saa ngapi usingizi wa watu? Sasa shemeji, si unajua hapa sebuleni. Na hapa sheria yake utachelewa kulala lakini kuamka uwai. Ndio kama hivi. Nanyooka umwaka. Nani? Nani? Mkiona? Vipi, nimesikia kama mnavutana. Kuna shida gani? Shikamoo brother. Marahaba. Ni shemeji kwa niamsha. Sasa ndio sebuleni hapa. Sasa wewe ulitegemea ulale sebuleni afu uchelewe kuamka. Ndio hivyo. Si ndio hivyo nini? Afu umekaa mjini muda mrefu. Kwa nini sauti yako ilibadiliki mdogo wangu? Mbona mwenyewe unaongea hivyo brother? Wewe mwenyewe unaongea kama mimi. Yaani toka sehemu moja kabanga afu tuongee tofauti. Mimi naongea kwa kuiga wewe na sio kwamba mimi naongea hivyo. Sasa kama unataka uamini kwamba mimi naongea hivi kukuiga wewe, nataka uyarudie haya maneno. Vile vile nitakavyoongea na sauti hii. Sawa? Ongea hivi. Kuishi mjini inahitaji juhudi sana. Na sio kulala sebuleni kwa watu bure na kula vyakula vya watu bure. Brother, mfumbia mjinga lakini muelewa naelewa. Ina maana kwa niambia mimi kwa sababu nimekuja jana kwa sina kazi ndio niko kwako ndo maana. Lakini ndugu wangu siko tunaongea utani. Sasa utani gani wa kweli? Okay basi. Tusifike mbali mke wangu. Kachukue chai ninywe then niondoke. Nisije nikakozana. Na wajua Waha ni wabishi. Yaani sisi ni Waha. Ila ni wabishi. Sometimes tukubali kwamba sisi ni wabishi. Angalia na haya. Karibu. Eda shai tunywe shemeji acha kiblogi na kijua. Karibu. Salama baba. Karibu. Rahasa. Karibu sana Misarahasa. Asante sana Frank. Lakini umekuja tofauti leo. Kuna shida gani? Mbona umekaa kinyonge? Ni matatizo makubwa sana rafiki yangu. Matatizo gani? Unajua urafiki wangu mimi na wewe si ule wa kuzungumza mara kwa mara. Inaweza kapita hata miezi kadhaa hatujasalimiana. Lakini haimaanishi kwamba tutafichana siri ambazo tunaweza tukasaidiana. Naomba uzungumze, nini kinakusibu? Mimi matatizo yangu makubwa yapo kwa mke wangu. Jacqueline? Ni Jacqueline. Unajua mke wangu anaga tabia kulala nje siku moja. Nao hata akitoka anaenda siku hiyo na kurudi. Lakini nashangaa siku ya 7 arudi nyumbani. Siku ya 7? Sijui nini kimemkuta huko. Ndio maana nikasema ngoja niende kwa rafiki yangu Frank ili nimwambie ili uweze kunisaidia. Kuna kitu nimekikumbuka. Kitu gani? Kuna sehemu mke wako yupo. Wapi? Tuondoke sasa. Sasa brother, maana huko mnakwenda mimi sihitajiki na nota msaada. Ukihitajika tutakushirikisha. Kushirikishwa. Ni nyimbo. Odi. Karibuni. Sisi ni maafisa kutoka kituo cha polisi. Tuna shida na mwanao Fasheni. Fasheni? Kama yupo ndani tuitie mara moja. Amefanya nini mwanangu? Mama, haina haja ya kujaji sana. Tuitie kijana wako, tuna shida naye. Fasheni? Mama. Hebu njoo.
Kijana, hatuna haja ya kujieleza sana, maana mavazi yetu yanadhihirisha sisi ni kina nani. Unatuhumiwa kwa kosa la kukaa na mwanamke wa mtu ndani ya siku 7. Siku 7? Usikatae Fasheni. Mimi mbona tipo na mwanamke wa mtu? Nisikilize. Nimekufumania zaidi ya mara 2 mara 3. Na mara moja nimekusaidia wewe. Na mara nyingi nilikuwa nikikutana na wewe upo una mke wa huyu. Usidhani nilikuwa sioni. Sema nilikataa tabia za kimbea. Ningeenda kumwambia Bwana Rahasa kwamba wewe ndio unatembea na mke wake, asingeniamini kwa sababu mapenzi ni upofu. Pengine ningeenda kumwambia unatoka na mke wake, asingeniamini. Hivyo basi, baada ya mke wake kupotea, ninaamini 100% wewe ndio upo naye. Hivyo basi, polisi tumekuja nao kwa niaba ya utaratibu wao. Kama yupo kwako au hayupo itafahamika. Polisi, fanyeni kazi yenu. Mtumiwa mwenyewe ndio huyu. Mimi sipo na mwanamke wa mtu. Kijana, maelezo zaidi utatoa kituoni. Cha muhimu tii sheria bila shuruti. Usiwe na wasiwasi Mr. Rahasa. Mke wako utampata. Na kama askari walivyozungumza, wapo kwenye uchunguzi. Wakipata majibu watatuambia. Lakini pia tunapokuwa mtaani tusiache kumuulizia. Kwa sababu mke wako wanamjua watu wengi. Kwa hiyo ni vyema utulize munkari, mwelekeze Mungu mawazo yako, shusha pumzi. Tunaelewana? Mimi nampenda sana mke wangu. Najua. Na hapa nilipo sina furaha kabisa katika moyo wangu. Ila nashukuru sana kwa msaada wako ulionipatia. Sawa. Nimechelewa sana kurudi nyumbani. Wewe nenda, ila kesho tutawasiliana. Poa basi, haya poa. Natembea kwa mguu mpaka nyumbani. Hamna shida. Fenki. Najua nimekukosea. Naomba unisikize hata dakika 2 tu. Kitendo cha kusimama na maanisha hizo dakika 2 nimeshakupatia. Kwa hiyo unaweza kuzungumza. Sawa. Najua nilikosea sana Fenki. Na ninajutia makosa yangu. Naomba unisamehe. Nakupenda sana Fenki. Evelyn. Nadhani uko timamu na unajielewa. Labda nikukumbushe kitu kimoja hivi. Unayakumbuka yale maneno tuliyozungumza siku ya tarehe 7 mwezi wa 2? Tulikuwa kitandani. Unakumbuka? Baby. Yes. Nikwambie kitu. Niambie kwa huru. Nakupenda sana Fenki. Nakupenda pia. Na nikuahidi tu siku zote nitakuwa na wewe. Na ninapokosea naomba uniambie. Usijali mke wangu Evelyn. Mimi ninachoamini penzi ni hadithi za siku nono. Penzi ni maradhi, nishikwe pumu. Nimekupenda wewe Ashiki Majunono. Lakini pia naomba nami nikuulize swali. Uliza.
Mara nyingi mwanaume ni rahisi kusamehe makosa madogo madogo, lakini mwanamke ni mgumu sana kusamehe makosa madogo madogo. Je, na mimi nikikosea utanisamehe? Yeah. Nitakusamehe Frank. Sure. Kabisa. Nafurahi kusikia hivyo. I love you. Love you too. Umekumbuka eh? Na kama umekumbuka maneno yale, na vipi kuhusu ile siku ambayo nimekuletea zawadi nyumbani kwako, ukaingia na mwanaume? Ulionyesha dalili yoyote ya kujutia ulichokifanya? Tuachane nayo. Niliondoka na aibu yangu, na kile kitu kiliniuma sana, kwa sababu mwanaume ule nisaliti naye alikuwa mwanafunzi wangu, nilimfundisha mimi katika shule yangu, lakini hukuwa na chembe hata kidogo ya huruma. Nakumbuka niliondoka nikiwa na maumivu sana moyoni mwangu. Ebane, ina maana bwana mkubwa ana kadem kengine nje. Ebane, sijaka mletea UTI shemeji. Maana shemeji ndo amenipokea pale nyumbani. Yeye angenifukuza. Ili swala siwezi kufumbia macho. Siwezi kulifumbia macho hata kidogo. Naenda kumwambia shemeji. Asija kampatia UTI ya wazi wazi. Naenda sasa hivi. Sikuyachukia mapenzi kwa sababu watu wachache wanaofanya mapenzi yaonekane mabaya hawakunifanya mimi nijutie kuyachukia mapenzi pia, lakini ilibidi niamishe moyo wangu. Niliangalia mwanamke anayenipenda. Kama nilivyokuambia hapo awali Evelyn, nina mwanamke tayari. Naomba usiwe pilipili kwenye penzi langu. Nampenda naye ananipenda. Niache niondoke. Frank, siwezi kuishi peke yangu. Naomba unielewe, nakupenda. Ungenipenda usingenifanyia yale ulionifanyia. Siwezi kukubali Frank aondoke katika maisha yangu. Nampenda bado. Ngoja nikatumie plan B mpaka nimeweka kiganjani. Usimwamini mdogo wangu. Mimi yule mwanamke sijamtongoza. Kwa nini unamwamini sana mdogo wangu? We Lufa! 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 Hebu njoo. Mke wangu. Niingie brother. Ingia. Vipi jamani? Kuna nini brother? We Lufa, umekuja kusambaratisha ndoa yangu, sio? Wewe una uhakika gani kwamba mimi nilikuwa nimesimama na mwanamke barabarani mpaka mke wangu anakasirika namna hii? Mwahego shemeji, ni kweli. Nimekiona mwenyewe kwa macho yangu hayo. Kaka, mimi nakujua wewe vizuri. Sema nichokosea pale, sija kupiga picha, lakini ni kweli nimekuona kwa macho mawili jamu. Baby, nadhani unajua changamoto za kuishi na ndugu. Na wewe ndio uliyekubali tuishi naye huko ndani. Kama unavyojua, watu wa Kigoma tunasifika sana kwa ubishi. Pengine mdogo wangu Rufa anabisha kitu ambacho hana uhakika nacho. Kama unamwamini, sawa, acha niondoke. Baby, usikasirike. Unajua nakupenda sana na nakuamini pia. Shemeji, kuna mtu amekutuma usambaratishe ndoa yetu? Hapana shemeji, ni kweli jamaa, ni kweli. Rufa, kaendelee na mambo yako. Sawa shemeji, mimi naondoka, lakini nachojua mimi za mwizi ni 40. Na siku 40 ya buraza nafika, ndio utaniamini mimi ni nani. Mimi nasepa.
Sasa mpenzi wangu, wewe hapo rudi nyumbani na mimi nielekee kazini ili nitakapoenda kutambulisha ukweli angalau niwe vizuri mfukoni. Sawa bebe, haina shida. Kazi njema. Asante mpenzi wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Asante mpenzi wangu. Bye. Okay. We binti, afadhali nimekuona. Hapa nilipo nimetoka kituo cha polisi. Mpenzi wangu Fasheni kafungwa kwa kisa cha kumtorosha mke wa mtu. Baada ya lile tukio, muliendelea kuwasiliana. Na huyo mke wa mtu ni wewe, si ndio? Mimi sio mke wa mtu. Sijaolewa. Na kuhusu Fasheni, tangu siku ile sijamuona. Kama unakataa katika hili la Fasheni, ninatumia gharama zangu kumtoa kituo cha polisi. Endapo nikijua ni wewe, utaujua upande wangu wa pili mimi ni nani. Mdogo wangu, mbona umekaa peke yako na unalia sana? Shida ni nini? Samahani sana dada yangu. Hapa nilipo nina matatizo. Na nahitaji sana msaada wako. Naomba uweze kunisaidia. Msaada gani unahitaji kutoka kwangu? Nimegombana na mume wangu. Yapata miezi mitatu sasa hivi dada yangu. Na nilivyokuona nimekuona wewe ndio unaweza kunisaidia. Naomba unisaidie. Angalau tu nipate mtaji wa mboga mboga dada yangu. Naomba unisaidie sana. Sawa, nifuate. Sasa mdogo wangu, nipo tayari kukusaidia. Lakini utambue kwamba misaada siku hizi ni kama barter trade. Barter trade? Ndo nini dadangu? Yaani inamaanisha misaada siku hizi ni nipe nikupe. Maisha siku hizi hamna cha bure. Bado sijakuelewa dadangu. Maana unaongea kwa methali na nahau. Nashindwa kukuelewa. Okay, usijali. Utanielewa. Kuna kazi nahitaji nikupe. Ukinikamilishia kazi yangu, nitakupa kiasi unachokihitaji. Kwani ulisema unahitaji mtaji wa shilingi ngapi? Ni shilingi 50,000 tu dadangu. He? 50,000? Hiyo ni pesa ndogo sana kwangu. Kama ukinifanyia kazi yangu kikamilifu, nitakupa mtaji wa shilingi 200,000. Kama hiyo kazi hainilazimu kutoa uhai wa mtu, niko tayari kufanya chochote utakachoniambia.
Unamwona huyo? Nataka ukajipendekeze kwake kimapenzi, kumharibia ndoa yake. Ukifanya hivyo, nitakupa hiko kiasi ambacho nimekuahidi. Nipo tayari kwa hilo dadangu. Kaka. Naam. Nimekuita hapa mwenzangu, nataka nikwambie kitu. Mimi bwana nataka nije nitambulishe mchumba wangu. Toba. We mama kwanza stop. Kadi 3 naomba mavi. Huyo mchumba wako, mchumba huyo mchumba au msebule? Mchumba kaka. We koma wewe. Kile kikaragosi chako ndio nataka uje umtambulishe hapo tutie aibu sisi. Si ndio maana yani utuzidishe umaskini. Ujinga huo. Wewe wanaume wengine hujawaona? Kikaragosi umemuona? Si yule mfupi yule mfupi yule mjukuu wa Kikalaba yule. Hivi wewe fikiria wewe urefu huo. Yule mwenzio yupo hapa, huyo mtoto anakuja utatuletea laana hapa nyumbani. Kizazi chote kitakuwa wafupi. Kaka, lakini mimi ndo nimempenda. Na wewe unasema Kikaragosi umemuona wapi? Kana laana kaka. Wewe umerogwa wewe. Umerogwa. Yaani ule kakutia wazimu, ule kakuroga, ule kana mshirikina mzuri tu. Asa kaka wewe ndo umeniambia nitafute mwanaume ya kunioa. Leo hii nimemtafuta, nimempata, nimempenda, unaanza kuniambia kaniroga. Kweli kaka? Manyuzi. Mshenzi mkubwa. So kwa kile Kikaragosi. Hapa tukitaki. Mama kutiana aibu. Hasa yule hata kama kwenye harusi yule ndugu. Yule tavaa kanzu, tavaa shati. Wewe mbona unapenda kutibua mizimu yangu wewe na? Kaka lakini. Koma wewe kaka lakini nini simtaki yule. Tafuta mwanaume mwingine. Bora hata ukamchukua kibonge au mwembamba mwezio. Wewe mrefu ule mfupi mtazaa nini kama mtazaa nini? Sikisturi kitoto kitatoka kisturi. Usitake kuaibisha familia. Babu yako alikuwa mrefu na bibi yako alikuwa mrefu, wewe umechukua urefu wa bibi wewe. Ushansoma. Mimi tu ndo nimechukua hii rangi Black Mamba. Ushansoma rangi ya babu. Wewe unataka kuja kutia mikosi kwenye familia? Ule mkosi ule. Yaani mimi kaka ndo nishakwambia namleta hapa na wewe kama ukikataa kumpokea basi wazazi si wako watamkubali. Wewe vipi? Acha ujinga dadangu wewe mali. Chachuka mama chachuka landuka kama umetiwa ndimu. Sawa? Ngoja tusubiri. Subiri mama yako haje hapa. Baba yako naye haje hapa tuone kama atakubaliwa au, lakini ninavyomuona yule kijana namuonea huruma. Namuonea huruma kweli kweli. Nakwambiaje atakubaliwa. Sawa aje mcheke vizuri mie. Labda kucheka leo. Kweli mama. Ufike salama mume wangu kipenzi. Usijali mke wangu. Lakini unaonekana unanipenda sana. Watu wenyewe ndio wale pale. Na yule kiume ndo mwenyewe Fenki. Na yule kike ndo mkewe. Hakikisha unaenda kukamilisha hilo swala. Ile ndoa lazima isambaratike. Nenda kafanye kazi yako. Maana nilivyoondoka ulivyochomoka kama mshale unanifuata nikasema wow. Basi mpenzi wangu ngoja Shida ni nini? Mbona unalia sana? Hebu futa machozi uniambie. Una nini?
kufanya kazi. Nilikuwa nafanya kazi mgahani, lakini wakawa wanilipi pesa. Wakanitapeli. Na nilifanya kazi kama mtumwa. Naomba mwanze kunisaidia nipate tu hata kazi ya ndani. Naomba mnisaidie. Pole sana dada. Inaonekana unapitia changamoto sana. Lakini changamoto kwenye maisha ni lazima kwa binadamu. Kwa hiyo, baby, naomba tumsaidie huyu dada. Anatia huruma sana. Hapana mke wangu. Usiwe rahisi kumwamini mtu. Siku hizi wezi ni hawa wanawake. Mfano mzuri Kariakoo. Kuna mdada aliingia supermarket. Alikuwa amevaa amependeza. Cha ajabu aliiba vitu na kuvificha ndani ya chupi. Alivyokamatwa, vile vitu vikaanza kutolewa kwenye chupi. Na the way alivyokuwa anaonekana, huwezi kuamini kama ni mwizi. Na wanakujaga hivi hivi kwa tahadhari. Hapana kaka. Kweli mimi nahitaji msaada. Na nitakuwa mtiifu sana kwenu. Naomba mnisaidie. Mume wangu, si unaona? Hana shida huyu dada. Tumchukue tu. Sawa, tunaweza tukamchukua mke wangu. Lakini ukumbuke tunaishi kwenye chumba kimoja na Seble. Atalala wapi huyu? Mume wangu, tutamlaza hata upande wa jikoni. Atapumzika tu. Sawa. Kwa kuwa umeamua wewe kumchukua, mimi sina shida. Acha niendelee na safari yangu, mchukue, tutazungumza nikirudi. Sawa mume wangu. Lakini pia mwambie kae vizuri na Rufa, unamjua mdogo wangu. Usijali. Haya, karibu sana. Asante. Sawa mke wangu, bye. Yes. Ni imani itaifanya kazi yangu. Wewe dada mwanga nini? Yaani kila kona ninakopita unanifuatilia. Au bado unamtaka mpenzi wangu fashion? Dada koma. Tena unikome. Nisamee tu kwa sababu nimekukanyaga. Ila sipo hapa kwa ajili ya fashion. Nipo kwa ajili ya mpenzi wangu Franki. Umenielewa? Franki? Franki ndo nani? Haikuhusu. Udada kaa chizi Mbona kana utulia ubongo? Ewa, niko na shangaa. Ina maana kwamba wewe na uzuri wote ule nao bado hujaolewa kabisa mpaka uje ufanye kazi ndani kwa blaza. Ewa, ni shemeji, karibu. Mbona mjafunga geti? Hivi kumbe liko wazi. Nilikuwa nimesahau pale shehe mfunga. Mume wangu amesharudi? Blaza bado hajarudi mpaka sasa hivi. Afadhali. Maana nilijua nimechelewa. Unajua sijamwaga nilienda kusuka Ulisema unaitwa nani vile? Naitwa Pinky dada. Karibu sana. Sasa twende nikakuonyeshe mazingira ya jikoni uzoee. Ewa shemeji, sitakuwa namsaidia mimi majukumu ya jikoni siku moja moja. Wewe tena mtajuana wenyewe. Tu vyombo na suza. Kwani uko serious? Yaani kila siku mimi unanitaka niimbe tu. Unataka niimbe tu kwa ajili yako. Lakini nikikutongoza wala huna time na mimi. Kwa nini unanikataje haki why? Tatizo mimi sikupendi. Na mtu wangu ambaye mimi nampenda sikutaki. Mimi kesi nakwambia. Na niache kwa sababu bado tuko shuleni. Lakini Jackie, kwani mimi nina sura mbaya kiasi hicho cha kwamba ushindwe kunipenda? Mbona mimi niko na muonekano mzuri tu Jackie lakini. Alafu pia kingine hapa tulipo tunamaliza shule.
Tukishamaliza shule, mbona kila kitu kitakuja kuwa sawa? Jackie, kwa nini unitaki sasa? Jackie, mimi nakupenda. Nakupenda Jackie, elewa neno nakupenda. Patronize, mimi sikutaki. Mimi sikupendi kwa sababu sina hisia na wewe. Ila kama ukitaka nikimaliza shule tutayaongea. Sawa? Jackie. Haya ni mapenzi. Haya ni mapenzi. It's love. Haya ni mapenzi. Haya ni mapenzi. It's love. Haya ni mapenzi. Haya ni mapenzi. It's love. Haya ni mapenzi. Haya ni mapenzi. Hapa inabidi kesho niende tu nikamtafute mtaani. Maana huyu ndo mwanamke wa kuoa. Kwanza mwanamke mzuri, alafu pia mweupe. Siwezi nikakubali kumwacha hivi hivi. Lazima nipambanie. Kesho lazima nikamtafute. Dada Pinky. Ewa Pinky, wana mapepo eti. Naweza kupandisha mapepo. Kivipi? Alafu usimsime mwenzako. Unajua jizoea mazingira eh? Shemeji jamaa anachomfanyia blaza. Ujaona anachomfanyia blaza, anamfanyia midomo hivi. Wewe unajua anamaanisha nini? Na kuona kwa hiyo umemwona peke yako eh? Tatizo lako shemeji uniamini. Alafu mimi nakuokaga misara mingi sana. Nishakuokoa mara kibao sipatie utiaira kinuni amini. Sasa siku utakuja kuniamini utakuwa umeshachelewa tayari. Shauri wako shemeji. We Rufa. Nimeshakuzuia kujibishana na wanawake. Wewe unajibishana nao vipi? Unapoliona jambo, upaswi kulitamka hapo hapo. Hebu lifikirie mara mbili ndio ujue kutoka kwenye kinywa chako. Sasa unapojibishana na wanawake na wewe tunakuchukulia. Unataka tukubadilishe jinsia? Ya blaza. Au kusema kwako. Sasa sikiliza. Kesho ni weekend. Siendi shule kufundisha. Kwa hiyo tutashinda wote hapa nyumbani na tutapiga story. Kila mtu aandae cha kumhadisia mwenzake siku ya kesho. Tumeelewana? Ya blaza. Na hiyo story kesho nitawasimulia. Ya dini ya Mungu mtaiamini, mtaipenda. Haki ya Mungu iko hapo utaona blaza. Si kesho? Kesho. Tulieni. Mwanzo ataniua Mungu wangu. Tafanya juu chini nje nikutoe fashini. Maana nakumisi sana mpenzi wangu. Polisi sio kuzuri. Baby. Yes. Samani. Nilikuwa naomba kesho nikawatembelea rafiki zangu. Kwa sababu kesho ni weekend. Alafu pia mara nyingi wewe ukienda kazini mimi wanabaki tu nyumbani. Kwa naomba kesho nitoke. Kwani tumezungumza nini na familia? Kwamba kesho ni siku kila mtu tuhadisiane story. Najua.
lakini nilikuwa natamani sana nikawatembelee, maana muda mrefu sana sijaonana nao. Basi haina shida, utaondoka. Sawa, asante. I love my man. Kweli huyu mwalimu alikuwa ananipenda sana, maana hata siku moja hajawahi kuhusisha masuala ya ngono. Nimeamini kila kitu ni process. Nampenda sana huyu mwanaume. Lemi, nimekufundisha vitu vingi sana, kuanzia darasani mpaka maisha yako hapa shuleni. Na kwa nini niko tofauti? Wewe sikuchukulii kama mpenzi tu, bali ninaandaa mke mwema. Kama utaendelea kunisikiliza mpaka unamaliza shule na ukafanya vizuri kwenye mitihani yako, katika mapenzi yangu mimi na wewe nazingatia sana kesho yako. Siwezi kusukumwa na msukumo wa mapenzi nianze kukuomba mapenzi saizi. Je, ukipata mimba nitahitaji kulea mtoto, nitakukatisha masomo yako, kitu ambacho sio kizuri kabisa katika maisha. Na ndio maana naiangalia sana kesho yako, ili utakapofanya poa alafu mimi na wewe tukafunga ndoa, ni jambo jema ambalo Mwenyezi Mungu anataka. Lemi, naomba nikufahamishe kitu kimoja. Zimu likujualo halikuli likakuisha. Na mimi kwa sababu tumeanza mapenzi yangu mimi na wewe kuanzia kidato cha pili mpaka unakuja kumaliza, alafu ukaja kuwa mke wangu, utakuwa zimu ninalokujua. Kwa hiyo hutonila ukanimaliza. Hivyo usistaajabu sana, natengeneza kesho yako ili kesho uwe na maisha yenye furaha na amani. Tumeelewana? Baby. 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 Yes. Umeshaamka? Amka mapema. Sasa mimi nikuache, ndo naenda kule nikokuaga. Ndo naenda? Ushamwacha majukumu? Kila kitu nimeshamwagiza. Sawa. Safari njema. Mimi naamka saa 3 kuangalia movie na Rufa. Okay, bye. Mapenzi yanaweza fanya ukakosa furaha, na pia mapenzi yanaweza fanya ushindwe hata kula. Fashion kumbe ni malaya eh? Nikwambie kitu. Niambie. Yaani nikiwa na wewe nasahau kabisa kama nimeolewa, afu nasahau kabisa kama mimi nina mume wangu. Kwa sababu wewe ndio yani umeshika nafasi kubwa sana kwenye moyo wangu kupita hata mume wangu. Hivyo ni mwanaume aina gani? Nakuuliza ni mwanaume aina gani? Yaani ninapigwa mbele ya mwanamke kono niangalia tu. Wakisema mwanaume utapita mbele na utapita. Yaani unanishangaza kweli. Hebu nisikilize basi na wewe. Yaani baadaye unisikilize lakini unaanza malumbano. Yaani mpaka dakika hizi mimi nimeshaachika kule ujue. Alafu na wewe baadaye hata unifarija hapa nione nipo na wewe unaanza malumbano, si ndio? Hivi nikuulize swali. Hivyo ni mwanaume aina gani? Kwa hiyo umenibeba hapa umenipeleka kule kuja kunizalisha kwa mwanamke wako, si ndio? Sikia nikwambie. Mimi sijaja kuzalilisha wala sijakuchukua kule ili nikuzalilishe. Si unanielewa? Sasa wewe unakuja hapa magomvi, unataka tupigane. Wewe ni mwanamke mwanaume? Naomba unisikize kiumakini. Usinione nimekaa pale kimya ukajua mimi ni mpumbavu sana. Sio kwamba ni mpumbavu, nina akili zangu timamu. Tena usiongee. Kweli jana pagumu.
kiasi hiki, na hata wanawake wote ambao nilikuwa nao kwa uraiani hakuna hata mmoja kuja kunionea huruma akanitoa. Hakuna. Yanaweza fanya ukakosa furaha, na pia mapenzi yanaweza fanya ushindwe hata kula. Haya mapenzi yanakosesha amani kabisa. Unempenda kupendi, kweli anaumiza. Haya mapenzi, kuna watu wanawapa furaha, wanaenjoy kwenye dunia, wanaenjoy na sio kumia. Na nguvu ya mapenzi, mtu poradhi ateke ama kuwa, ili aenjoy dunia. Mapenzi anekupenda siku zote, hata umuudhi kwa lengo la kumwacha, hawezi kukuacha. Unasikia Rufa? Brother. Hii movie kipindi inatoka ndo ilitoka na ile movie ya Saladini. Lakini ngoja, kuna hii hapa Saladini ile ni hii ya Shimireta. Sasa hizo tulikuwa turuhusiwi kuingia kuzitazama kwa sababu watoto tulikuwa tunaogopa sana. Afu uingie kwenye nyumba ya mtu kuangalia TV bila kuoga. Ngoja nikamwambia Frank amtume Rufa ili nikampagawishe zaidi. Lazima nifanye kilichonileta huko ndani. Sasa mimi nilikuwa na miaka 4. Nakumbuka mama ndo alikuwa na mimba yako. Ya mama alikuwa na mimba. Kipindi movie inatoka. Baza ni jaza. Wakati nimeona kabisa kasha yake alijia tu mdogo. Tulia kwanza tuangalie tuelewe. Tuwa mtulivu tuelewe movie. Sema inatisha brother. Chakini ni neno. Bosi. Na? Stopish. Unasema? Samani. Madam alisema anaenda wapi vile? Alienda kwa shoga zake na atashinda huko. Funguo ya kabati la nguo chafu nilikuwa nimeweka kwenye pochi yake na nilikuwa nahitaji kuzifua sasa hivi. Lakini Rufa, unakumbuka pale ulienda na shemeji yako kwa mashoga zake kule chini kule? Kule bondeni? Napajua. Sasa sikia, nenda akupe funguo lete huyo achukue nguo. Soti niende brother, hamna. Over jangala nguvu ile nguvu imenoka fa ntuma hapo. So sasa nikunyanya sana. Tunapokuwa zanaga ni hapo mdogo wangu. Kachukue funguo ngozi fuliwe. Mimi kesho kutwa naenda shule. Poa bana, ngoja niende. Unasikia Pinki? Mdogo wangu Rufa ni mkorofi. Kwa hiyo nikisema naimalizia hii movie na yeye hayupo, atamaindi. Ngoja nisubiri akirudi. Endelea na kazi zako, mimi niko chumbani. Nimefurahi baby wangu. Usijali, lakini nashukuru sana mpenzi wangu kwa kunitoa lock up. Maana kule sio pazuri kabisa. Hapafai. Kuna nyapala alianza kuninyemelea hata nikate nywele zangu. Pole sana mpenzi wangu. Yote haya ninafanya kwa sababu nakupenda sana fashion. Na ndio maana ninajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu. Nakupenda pia. Nafurahi kusikia hivyo. Asante sana. Baby basi tuondoke. Maana leo ni siku nzuri sana kwangu. Wow. Thank you. Huyu amewezaje kutoka kituo cha polisi? Hali ya kuwa hajanirudishia mke wangu.
Inawezekanaje? Hapana, siwezi nikalifumbia macho swala hili. Lazima nilifanyie kazi. Bosi, nimeumia. Nimeumia hapa. Umeumia na nini? Ulikuwa unafanya? Mdudu kaning'ata. Ngoja nimpigie simu Rufa aje na dawa. Shoga yangu, kumbe ndoa tamu ndio maana unanawili. Lakini sawa, ni mume wako, ila shoga, tuombeani na sisi tupate wa kutuoa, maana nazidi tu kuchunda hapa mtaani. Ndoa ni heshima, ukijiheshimu utaheshimiwa. Hivyo basi, msamini anayekupenda kwa sasa. Aya, mimi naenda. Sawa. Mbona kama ujiongezi? Wewe si mtu mzima. Okay. Nimeshajua nini unataka. Hebu kaa hapa. Ngoja nikachukue hizo. Nakuja, sawa? Kulikoni? Mbona tena fimbo? Sikiliza Pinky, nikwambie. Lengo na madhumuni la kuja katika nyumba hii, hujafuata msaada. Wewe una lengo lako ambalo limekuleta kwenye nyumba yangu. Sikiliza nikwambie. Nimeshapitia shida nyingi sana katika ndoa yangu. Alafu usichokijua, nampenda sana mke wangu. Sasa kama kuna jambo lolote baya limekuleta kwenye nyumba yangu kwa ajili ya kuitenganisha ndoa yangu, umefeli. Pinky, umefeli. Alafu kitu kingine usichokijua, mke wangu yuko getini. Sasa hivi anakuja. Toka. Toka wewe, utakurandisa. Toka, toka. Pita bwana. Nisipokuwa makini, ndoa yangu iko hatarini. Mke wangu hapaswi kujua hata kwa namna yoyote ile. Huyu binti anapaswa kufukuzwa humu ndani. Shemeji. Shemeji. Shemeji, ulikuwa wapi? Ulikuwa vimenituma nije kuchukua funguo. Mbona mimi sijaondoka na funguo? Kia kijana kimesema kiweka funguo kwenye mkoba wako. Mimi sijaondoka leo na pochi. Alafu ina maana mume wangu kesho aende kazini. Si ho. Twende kwanza. Shem, ngoja mimi niwaache, niko ndani. Pinky, ina maana nguo za mume wangu hazijafuliwa. Na umesema funguo nimeondoka nayo nimeweka kwenye pochi. Alafu, mbona unaanza tabia za uongo mapema? Au umechoka kuishi na sisi hapa? Amna dada. Amna nini? Au kuna kitu umekuja kutafuta kwenye nyumba yetu? Hapana dada.
naomba unisamehe, nilisahau tu bahati mbaya. Sawa, kapike chakula cha jioni. Mimi acha nikafue nguo. Alafu usiku nitazikausha na pasi. Sawa, asante. Aisee, mke wangu leo mmeniweza. Ina maana na leo tena siendi kazini. Nisamee tu mimi mume wangu. Na hisi Pinki alijisahau. Alijua nimeondoka na funguo. Samahani mabosi zangu. Nilikuwa naomba ruhusa ya kutoka. Unaenda wapi? Kuna rafiki yangu nimezoeana naye. Nilikuwa nataka niende nikapiga naye story kidogo. Sitakawia kurudi. Sio mbali na hapa. Ndio. Sawa, nenda. Kwa sababu umeshamaliza kazi zote, ila usichelewe kurudi. Asante. Sawa. Ya blaza, shemeji. Huyu binti mimi namshtukia. Nataka nimfuate nyuma nijue naenda wapi. Sawa, nenda. Lakini hakikisha usilete fujo huko. Fresh. Mume wangu, umeanza kumwamini? Mbona umemruhusu ghafla hivyo? Ndiyo. Nimeanza kumwamini. Inavyoonekana huyu binti ana kitu kimoja na ananificha. Kivipi mume wangu? Kwa sababu fungua. Shemeji, karibu. Asante. Mwalimu yupo ndani? Yupo ndani. Karibu upite. Hapana, naomba unitie hapa na shida naye muhimu sana. Shemeji, uingie tena ndani. Ya, nitie samani. Aya, sawa. Mume wangu amesema hawezi kuingia ndani. Kwa hiyo nenda kamsikilize. Ni nani? Laasa. Laasa. Okay. Ni Sarasa. Teacher. Vipi, mbona umeshindwa kuingia ndani? Teacher, huwezi kuamini. Fashion katolewa lock up. Na sijui katolewa kwa vigezo gani kwa sababu hata mke wangu sijampata mpaka sasa hivi. Ametoka lock up? Ndio. Sikiliza. Twende nyumbani kwao. Twende tukamuulize mama yake. Sawa. Twende. Halo dada.
Nimeshafika sehemu ulosema tukutane. Uko wapi? Sawa. Dada, ile kazi naona kama inaenda kunishinda kwa sababu bosi hategeki kabisa. Kwa inavyoonekana anampenda sana mke wake kwa sababu kila ninachojaribu kukifanya kinakuwa ni empty. Haiwezekani. Ni lazima dili letu lifanyike. Ngoja nikupe hii ya mwisho. Chukua hii sumu. Nenda kamweke katika maji ya kunywa. Chukua. Sawa. Nadhani hili litafanikiwa. Endapo mkeke akifa tu, lazima atanitafuta mimi. Na nguvu ya mapenzi mtu poradhi ateke ama kuwa ili aenjoy dunia. Mapenzi, mapenzi. Sweetheart, nilipitia wakati mgumu sana kipindi uko loka. Nilikumisi sana mpenzi wangu Fashion. Nilikumisi pia mpenzi wangu Tamika. Na kwa jinsi unavyonipenda, kwa kweli sikuzani kama nitakutana na mwanamke wa aina yako. Kwa maana unanijali, unanisamini pia. Hivyo basi, na kuahidi kuwa na wewe daima. Michepuko itabidi ikae kando kabisa. Asante kipenzi, nimekuelewa. Nakupenda sana Fashion. I love you too. Fashion, hizi tabia zako za kimaraya zinaenda kufika mwisho. Naomba unijibu maswali mawili nitakayokuuliza. Ulimweka wapi mke wa Rahasa? Nakumbuka tulikukamata tukakupeleka polisi. Na sasa upo ulaiani. Inamaanisha unajeuri. Si ndio? Kaka taratibu. Mbona mtukania mpenzi wangu? Naomba ukae kimya dada. Mimi ninazungumza na kijana wangu. Huyu ni kijana nimemfundisha mwenyewe katika shule ninayofundisha. Na hayakuhusu kwa sasa. Acha nidili na huyo. Fashion, mke wa Rahasa yuko wapi? Ukweli ni kwamba nilitoka kimapenzi na Jacqueline. Lakini siku moja aliniudhi sana. Hivyo ndio ikawa mwisho wa mimi na yeye kukutana. Tukatengana kabisa.
ilikuwa hivi. Yaani una kiss naona kwa macho yangu, si ndio? Alafu ukitoka kule unakuja hapa unanidanganya tunanipenda. Unanipenda au unampenda huyo boyge wako? Wewe vipi kwani? Yule si ni mume wangu? Na nina uhuru naye popote pale. Sasa ndio unakuja kusema mimi sijui nimemkisi wewe. Hivyo una akili wewe? Ungekuwa unatambua kama ni mume wako, ungekuwa unanifuata mimi? Ungetulia basi na mume wako. Acha mambo ya ajabu bwana. Unanichanganya unajua. Ina maana fasheni. Unanionea mimi hivyo kwa mume wangu? Kumbuka wewe ni mume wangu, wewe ni mchepuko tu. Alafu kwa wewe ndo mwizi. Alafu ni kisi, afu unavyonionea mimi wivu. Unakosea fasheni. Na hata kitufumania hapa. Wewe ndo tukaingia kwenye matatizo kuliko mimi. Kwa sababu mimi nina uwezo wa kumbembeleza. Na akanisamea lakini wewe ukateseka. Ina maana yeye ndo wa thamani sana kuliko mimi, si ndio? Na kama yeye ndo wa thamani kushinda mimi, kwa nini wewe ulinifuata mimi? Kwa nini ulikuja kwangu na kuuliza? Okay. Kama yeye ni wa thamani, endelea kuwa na wewe mume wako. Na ukiniona sehemu yoyote ile, sitaki unisalimie hata salamu yako. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kuanzia siku ile, sikuwahi tena kumfuata wala kuwa naye katika mapenzi. Fasheni. Ina maana urafiki wetu wote ule ulinitafunia mke wangu, si ndio? Hapana. Sikufanikiwa kulala naye. Ingawa kwamba ndo nilikuwa katika process hizo hizo. Lakini kama tungeendelea kuwasiliana au kuendelea kuwa karibu na yeye, nadhani ningekusaliti Mr. Ras. Naomba tunisamehe kwa hilo. Cha kufanya hapa labda tumfanye ushirikiano wa kumtafuta yule Jackie. Ndio. Tutatoa ushirikiano ili mpenzi wangu awe huru. Sawa. Ana jinsi. Mama, huyo mwanaume mwenyewe ni mfupi kama kijiko. Yaani hata nikisema nimweke hapa kwenye kiganja hapa, aenei. Alafu leo hii eti mimi niende nimuite shemeji yule kikaragosi yule. Hivi ana akili huyu mwanao? Kaka. Na kuheshimu kama kakaangu. Kwa nini mseme mwanaume wangu kama kikaragosi? Kama ndo Mungu kaniandikia wewe ndo mwanaume wangu wa maisha. Kaeni kimya. Nyinyi mmeniita ili tuzungumze. Ili nikamwambie baba yenu jambo hili litimie. Hebu ongeeni kistaarabu ili nipate kuwaelewa. Hebu Nasra niambie. Mama, iko hivi. Mimi nina mchumba wangu. Kaka mwenyewe anamjua. Ila huyo mchumba wangu ni mfupi kama kisturi. Japokuwa mtu mwenyewe mfupi lakini ana hela hatari. Nini kaka lakini? Nimemaliza kuongea. Wewe subiri mimi nimalize kuongea ndo uendelee. Haya, ongea. Ndio hivyo mama. Kwa hapa mimi nilikuwa nataka nije nimtambulishe nyumbani siku mbili hizi. Mwanangu. Mbona unatutisha? Wewe unasema mfupi kama kisturi. Huyu anasema kikaragosi. Kwa hiyo unataka utuletee mwanaume wa ajabu hapa nyumbani kwetu? Lakini sawa, nitaongea na babako ili umlete. Asante mama. Maana Pinky. Njoo mara moja. niletea maji. Ya baridi ya moto. Niletea moto. Sawa dada, nakuletea sasa.
Chukua hii sumu. Nenda kamweke katika maji ya kunywa. Chukua. Sawa. Haya mapenzi yanaweza fanya ukakosa furaha, na pia mapenzi yanaweza fanya ushindwe hata kula. Haya mapenzi yanakosesha amani kabisa, unempenda kupendi kweli anaumiza. Haya mapenzi kuna watu wanawapa furaha, wanaenjoy kwenye dunia, wanaenjoy na sio kumia. Na nguvu ya mapenzi mtu poradhi ateke ya makuwa ili aenjoy dunia. Mapenzi anekupenda siku zote, hata umuudhi kwa lengo la kumwacha, hawezi kukuacha, hawezi kukuacha. Na mtu akikupenda alafu sijali hisia zake ukamuacha, eti urudi kwake tena, huwezi kumpata. It's love, haya ni mapenzi, haya ni mapenzi. It's love, haya ni mapenzi, haya ni mapenzi. It's love, haya ni mapenzi, haya ni mapenzi. It's love, haya ni mapenzi, haya ni mapenzi.